Habari mpenzi mtazamaji wa Kigahe Media TV. Leo hii tutaangalia safari ya Kylian Mbappe, mchezaji ambaye ameandika historia na kugeuza dunia ya football. Kutoka utotoni mwake hadi viwanja vikubwa vya Premier League na Champions League, Mbappe ameonyesha kipaji kisicho na kifani. Endelea kutazama hadi mwisho ili ujue siri ya mafanikio yake. Kylian Mbappe Lotin alizaliwa Januari 20 ya mwaka 1998 huko Bond, Paris. Familia yake ilikuwa na historia ya michezo. Baba yake alikuwa kocha wa football, mama yake alikuwa mshauri wa burudani ya michezo, na dada yake alikuwa mchezaji wa mpira wa kikapu. Hii ilikuwa msingi mzuri sana wa kumfanya Mbappe awe na discipline na maono ya maisha. Hapo Bondi, Mbappe alianza kucheza mpira kwa umakini mkubwa, akijifunza mbinu za uchezaji na harakati za kipekee ambazo zingeweza kumfanya ajulikane duniani. Mbappe alijiunga na AC Bondi akiwa na miaka 6 tu pekee. Talanta yake ilijitokeza haraka, akivutia walimu pamoja na mashabiki wa klabu hiyo. Mabadiliko makubwa yalifika alipokuwa na miaka 14. Alipohama kwenye Clairefontaine Academic, shule maarufu ya wachezaji wa France. Hapa ndipo Mbappe alianza kufahamika zaidi na kuanza kuona football si tu kama mchezo bali kama fursa ya ulimwengu. Mbappe alianza mchezo wake wa kitaalamu akiwa na AC Monaco mwaka 2015. Hapa ndipo aliunda historia akisaidia Monaco kushinda ligi ya kwanza na kufikia semi-finals ya Champions League. Uwezo wake wa kuendesha mpira kwa kasi, dribbling ya kipekee na hatari ya kufunga mabao ulifanya clubs kubwa kumlenga. Mwaka 2017 Paris Saint-Germain yani PSG walimpa record breaking transfer fee ambayo ilikuwa mojawapo ya mkataba mkubwa zaidi katika historia ya football. Hapa Mbappe alianza kuandika historia mpya, kufunga mabao muhimu, kushinda ligi ya kwanza na kuonyesha kiwango chake ulimwenguni. Mbappe sio tu nyota wa klabu bali pia nyota wa taifa la France, nikimaanisha taifa la Ufaransa. Alisaidia Ufaransa kushinda FIFA World Cup ya mwaka 2018, akifunga mabao muhimu na kusaidia kushinda Golden Boot ya vijana bora. Hii ilikuwa hatua kubwa ambayo ilithibitisha talenti yake kuwa ya kiwango cha juu kabisa duniani. Mbappe amekuwa mfano wa vijana, akionyesha kwamba uwezo wa kiasili unapochanganywa na bidii na mafunzo sahihi unaweza kufikia kiwango cha juu kabisa. Leo Mbappe ni mmoja wa wachezaji maarufu zaidi duniani. Anachezea PSG, lakini kwa sasa tunasubiri hatua yake inayofuata, Madrid, au kuendelea kuunda historia yake katika ligi ya kwanza. Changamoto kubwa kwake ni kuendelea kushinda mabao makubwa, kudumisha kiwango cha juu na kuonyesha leadership kwa wachezaji wachanga. Mbappe ni mfano wa uvumilivu, bidii na ndoto kubwa. Hii ndiyo sababu kila mchezaji anaanza sasa anataka kuiangalia mfano wake. Na hii ndiyo safari ya Kylian Mbappe kutoka mtaa wa Bond hadi kuwa nyota wa football duniani. Hii ni historia ya kipaji, bidii na ndoto zisizo na mipaka. Mpenzi mtazamaji wa Kigahe TV, kama ungependa story kama hizi zaidi, subscribe sasa, bonyeza bell na usisahau kutupa maoni yako. Niambie ni mchezaji gani unataka tumchambue kwa sasa. Nashukuru kwa kuangalia hadi mwisho na tuendelee kushirikia football pamoja. Kigahe TV, pamoja tunaweza.